hakuna mwanadamu duniani ambaye hana mtaji. Lakini kimsingi hakuna mwanadamu duniani ambaye hana mtaji. Hayupo. Na nataka kuonyesha mitaji, nataka kufundisha mitaji mitano tu ambayo iko ndani yako. Sitaki. Lakini kimsingi hakuna mwanadamu duniani ambaye hana mtaji. Hayupo. Na nataka kuonyesha mitaji, nataka kufundisha mitaji mitano tu ambayo iko ndani yako. Sitaki mitaji mingine ambayo iko nje yako. Mitano tu ambayo iko ndani yako. Mtaji namba moja kwenye mafanikio ni mtazamo. Yaani huwezi kufanikiwa zaidi ya mtazamo. Na wanasema 80% ya mafanikio yako yanategemea na mtazamo. Ukiwa na mtazamo hasi, maana yake haiwezekani kufanikiwa hata ngakuletea mabilioni ya fedha. Kwa sababu ndani yako unaamini kwamba wewe hautoshi, mawazo yako yanakuwa wewe ni duni na tabia zako ni za mtu duni. Lakini ukiwa na mtazamo chanya, hata kama leo hii umefungiwa ndani ya kuta 4, wewe bado unaamini kwamba kuna tumaini la kuweza kufanya mambo makubwa. Nikikupa nafasi utafanya mambo makubwa. Mtazamo. Kwa kwenye biashara wanaofanikiwa si kwamba wao ni special, ila wana mtazamo na imani kwamba nitafanikiwa haijalishi nini kiko mbele yangu. Lakini jambo la pili tunasema mtaji maarifa au intellectual capital. Kwamba biashara yote unapoingia lazima uijue. Tafiti ni sehemu ya kupata maarifa. Lazima ujue wateja wako, lazima ujue uhitaji kwenye soko, lazima ujue maumivu ambayo watu wanajua kwamba ukileta solution, ile solution itaweza kupata walaji au wanunuaji wa ile bidhaa. Umeelewa? Mtaji wa tatu tunasema ni mtaji hisia. Lazima uwe na emotional capital. Kwenye biashara kuna wakati utapata hasara, kuna wakati utajikuta kwamba unakutana na changamoto, lakini una uwezo wa kujibeba na kuinuka na kuendelea mbele licha ya kuwa umekutana na disappointment. Umeelewa? Kwa inaitwa emotional capital. Huwezi ukafanikiwa kwenye biashara kama unakosa hiyo emotional capital. Kwenye sales ni moja kati ya sehemu ambayo bila kuwa na hisia ambazo ni imara huwezi kufanya sales. Kwa sababu sales tunasema kwamba utakataliwa sana kabla hujakubaliwa. Utakutana na no nyingi kabla hujakutana na one yes. Unanielewa? Sasa uwezi ukaambiwa hapana. Kama wewe hisia zako ni dhaifu, utaona basi mimi siwezi tena. Ndio hapo nimesema kwamba biashara inaanza ndani ya mtu, haianzi nje ya mtu. Sawa? Lakini ukiachilia mbali hapo, tunasema kuna kitu inaitwa spiritual capital, mtaji imani. Wewe lazima uwe na imani. Biashara haianzi na bidhaa, inaanza na unachoamini. Biashara inaanza rohoni kabla haijaanza mwilini. Unanielewa? Sawa sawa. Kisha kuna mtaji wa tano ndio unaitwa mtaji uwezo, kwa maana ya potential. Uwezi ukafanya kitu ambacho hujakuwa na uwezo nacho. Kwa mfano, mimi ni MC, mimi ni life coach, mimi ni book author, mimi ni mwandishi wa vitabu, mimi ni MC, vyote hivi vimetokana na uwezo wangu wa kuzaliwa, vimegeuzwa kuwa biashara. Ni passion na potential, ni shauku na uwezo umegeuka kuwa biashara.